Kenya ni nchi maarufu kwa paka wakubwa, wawindaji wakuu wa porini. Duma wamebobea katika kuwinda kwa kutumia kasi. Ingawa ni wepesi sana na miili yao sio mikubwa na imara, wamejengwa zaidi kwa ajili ya mbio za ghafla, kuyafuata mawindo madogo. Hawana nguvu wala uzito wa simba wa kuweza kumwangusha mnyama mkubwa. Lakini dume huyu ni tofauti. Yeye hawindi peke yake. Amejifunza kwamba nguvu ipo katika idadi. Na hapa sio wawili tu, kuna duma watatu, kundi la ndugu. Wamebadili mbinu zao za uwindaji na wamegundua kwamba kwa kufanya kazi pamoja wanaweza hata kumwangusha mnyama mkubwa. Huyu ni mbuni. Ndege huyu ni mrefu zaidi ya duma na ana uzito unaozidi mara 2 ya ule wa duma. Hawezi kuruka ili kukimbia hatari, lakini ana silaha hatari zaidi. Teke moja kali linaweza kuua. Na jike huyu bado hajui kwamba hatari iko karibu. Hata wakiwa watatu, huu bado ni uwindaji wa hatari kubwa sana. Mmoja akijeruhiwa, wale wawili waliobaki hawangeweza kumkabili ndege mkubwa kama huyu. Lakini kwa upande mwingine, wakifanikiwa, malipo yake ni makubwa sana. Dume huyu amemwona mmoja wa ndugu hawa, lakini ni mmoja tu, hivyo bado hana wasiwasi mkubwa. Kisha ghafla wanatokea watatu. Dume anachelewa kutambua ukubwa wa hatari na duma wanabadili lengo. Ni nguvu, uzito na juhudi za ndugu wote watatu kwa pamoja zinazoweza kumwangusha ndege huyu mwenye nguvu. Hata sasa mbuni bado ana uwezo wa kutoa teke la kuua, lakini hadi sasa ndugu hawa wanaongoza, na mbuni bado hawajapata njia ya kukabiliana na mbinu hii ya kushambulia kwa pamoja. Kwa kufanya kazi kama timu, wameweza kulenga mawindo ambayo duma mmoja angekuwa na wakati mgumu sana kuyashinda. Lakini kila shambulio lina gharama. Teke moja tu la mbuni linaweza kubadilisha ushindi kuwa maafa.